Habari wawekezaji, asante sana kwa wale wote ambao walishiriki mkeka jana. Kuanzia ule mkeka ambao nimetuma game 15 na mkeka mwingine ambao nimetuma game 5. Yes, asante sana kwa wale wote ambao wameshiriki. DM 0 nimeziona kwamba wengi wamenishukuru kwamba wameshinda kwa siku ya jana. Basi na kwa siku ya leo, siku ya Jumapili, nimekuandalia game 11 ambazo nataka tuzijadili. Kwanza kabla hujanisubscribe, bonyeza hiyo alama ya kengele chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pale nitakapokuwa na post mkeka yangu. Yes, kwa siku ya leo, siku ya Jumapili, nimekuandalia game 11 ambazo nataka tuziongelee. Kuanzia game ya Manchester United, game ya Newcastle, game ya Tottenham, game ya Brest, game ya Olympique Marseille, game ya Real Madrid, game ya Sevilla, game ya Real Betis, game ya Alkmaar na game ya Twente, na game ya mwisho itakuwa ni kati Augsburg kutoka Bundesliga. Yes, ndio nataka tuziongelee kwa siku ya leo. Tukianza na game ya kwanza, itakuwa ni kati ya Brentford akimkaribisha Manchester United. Game ya kwanza itakuwa ni kati ya Brentford akimkaribisha Manchester United. Hawa jamaa wamekutana zaidi ya mara 8 kwenye game zao ambazo wamekutana zaidi ya mara 8, ambapo Brentford kashinda game moja, wametoka draw mara 2, Manchester United kapata ushindi mara 5. Yes, hapo kujaribu kuangalia unaona jinsi gani Manchester United amemdominate sana Brentford. Lakini pia ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za Brentford, Brentford game 5 za mwisho ameshinda game 2, ametoka draw mara 2, amepoteza mchezo mmoja. Huyo ni Brentford. Na ikumbukwe Brentford game yake ya mwisho aliweza kupata ushindi. Na pia ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za Manchester United, Manchester United katika game 5 za mwisho ameshinda game 2, ametoka draw mara 1, amepoteza michezo 2. Yes. Kwa siku ya leo, option ambayo ipo au nakushauri uende nayo, kuna option mara 2. Option ya kwanza kabisa kwa siku ya leo, unaweza kusema DC 1-2. Hapo maana yake timu yoyote kupata ushindi. Lakini option nyingine ambayo hii ipo, unaweza kusema Brentford kupata goli. Kwamba Brentford goli, kwa sababu Brentford iko vizuri kwenye issue ya kufunga, kwa unaweza kusema Brentford goli. Yes, lakini kwa option ambayo nakushauri unaweza kusema DC 1-2, kwamba timu yote kupata ushindi siku ya leo. Na hisi hapo utakuwa umeelewa. Tukija game ya pili, itakuwa ni kati ya Brighton akimkaribisha Newcastle. Hizo zote za EPL. Ukiangalia katika game ambazo wamekutana, hawa jamaa kwenye game zote ambazo wamekutana, Brighton amepata ushindi mara 9. Brighton kapata ushindi mara 9, wametoka draw mara 7, na pia Newcastle ameweza kufunga Brighton kwenye game 5 tu. Yes, hapo unajaribu kuona jinsi gani Brighton amekuwa akimdominate sana Newcastle. Na pia ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za Brighton, game 5 za mwisho Brighton amepata ushindi kwenye game moja tu. Ametoka draw game moja, amepoteza michezo 3. Unaona jinsi gani Brighton sasa hivi ambaye iko vizuri. Na pia ukijaribu kwa Newcastle game 5 za mwisho amepata ushindi kwenye game 4, amepoteza mchezo mmoja Newcastle ambao alipigwa dhidi ya Aston Villa, na hisi kama mmoja wetu anakumbuka. Kwa siku ya leo, option ambayo ipo, kwa sababu timu zote mbili zina uwezo mzuri wa kufunga, unaweza kusema over 1.5. Yes, game yangu ya pili hapa ya Brighton na Newcastle, unaweza kusema over 1.5. Yes, hapo utakuwa umenielewa. Tukija game ya tatu, itakuwa ni kati ya West Ham akimkaribisha Tottenham Hotspur. Tottenham na West Ham, hawa jamaa wamekutana mara nyingi sana. Wamekutana zaidi ya mara 32. Kwenye game 32 ambazo wamekutana, West Ham amepata ushindi mara 12, wametoka draw mara 6, na pia Tottenham Hotspur amepata ushindi mara 14. Hapo unaona jinsi gani Tottenham anamdominate sana West Ham. Lakini kujaribu kuangalia game 5 za mwisho za West Ham, West Ham kwenye game 5 za mwisho amedraw game 2, amepoteza game 3. Maana yake West Ham mpaka sasa hivi ana ushindi kwenye game 5 za mwisho. Na pia ukijaribu kuangalia kwa Tottenham, game 5 za mwisho ameshinda game 2, amepoteza michezo 3. Kwa hiyo kwa siku ya leo, option ambayo ipo, unaweza kusema DC 1-2 au unaweza kusema over 1.5. Kwa hiyo option zipo mbili. Option ya kwanza unaweza kusema goli afike 2, lakini option ya pili unaweza kusema yoyote kupata ushindi kwenye game ya siku ya leo. Timu yoyote ishinde. Tukija game nyingine, itakuwa ni kati ya Brest anamkaribisha Montpellier. Game ya leo itakuwa ni kati ya Brest anamkaribisha Montpellier, zote ni za Ufaransa.
Ukijaribu kuangalia katika game ambazo wamekutana, hao jamaa wamekutana zaidi ya mara 16. Kwenye game 16 ambazo wamekutana, Brest amepata ushindi mara 3, wametoka draw mara 5 na Montpellier amepata ushindi mara 8. Yes. Na pia ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za Brest, Brest kwenye game 5 za mwisho amepata ushindi kwenye game 2, amepoteza mchezo miwili, amedraw mara 1. Ameshinda mara 2, amepoteza game 2, amedraw mara 1. Huyu ni kwa upande wa Brest. Lakini ukiangalia kwa Montpellier kwenye game 5 za mwisho hajapata ushindi kwenye game yoyote, amedraw mchezo mmoja, amepoteza mchezo 4. Kwa hiyo kwa siku ya leo hii game itakuwa ni ngumu sana kutokana kwamba Montpellier amekuwa akimdominate sana Brest. Ila kwa siku ya leo mimi naweza kukushauri kwamba sema full time goli lipatikane. Yaani full time dakika 90 goli lipatikane over 0.5. Yes, na hapo utakuwa umenielewa. Tusiende kwa tamaa. Tukija game ya 6 itakuwa ni kati ya Real Madrid akimkaribisha Celta Vigo. Real Madrid akimkaribisha Celta Vigo, hii itakuwa ni bonge la mechi na ni game ngumu sana kutokana na kwamba Celta Vigo wana safu nzuri ya ushambuliaji, ingawa kidogo kwenye kuruhusu magoli wanaruhusu. Hawa jamaa wamekutana zaidi ya mara 30. Kwenye game 30 ambazo wamekutana, Madrid kapata ushindi mara 24, wametoka draw mara 3, Celta Vigo naye kapata ushindi mara 3 tu. Na pia ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za Madrid. Game 5 za mwisho za Madrid kwenye game 5 za mwisho ameshinda game 3, amepoteza michezo miwili. Yes. Na pia ukija kwa upande wa Celta Vigo, game 5 za mwisho ameshinda game 2, ametoka draw mara 1, amepoteza michezo miwili. Hapo ukijaribu kuangalia unaona jinsi gani timu zote haziko vizuri. Lakini kwa siku ya leo option ambayo ipo au na kushauri uende nayo, unaweza kusema unaweza kusema Real Madrid kupata goli. Naomba usikize kwa makini, Real Madrid apate goli kwenye full time. Sijasema ashinde, maana apate goli. Yaani maana Real Madrid over 0.5. Tukija game nyingine, game ya 7 itakuwa ni kati ya Sevilla akimkaribisha Leganes. Itakuwa ni kati ya Sevilla akimkaribisha Leganes, zote ni za Hispania. Kwenye game ambazo wamekutana, hawa jamaa wamekutana zaidi ya mara 12. Kwenye game 12 ambazo wamekutana, Sevilla amepata ushindi mara 6, wametoka draw mara 3, Leganes naye kapata ushindi mara 3. Yes. Ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za Sevilla, Sevilla game 5 za mwisho amepata draw 1, amepoteza mara 4. Na pia ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za Leganes naye kapata draw 2, kapata draw mara 3, kapoteza mara 2. Hii inakuonesha jinsi gani timu zote mbili hazina ushindi wowote kwenye game 5 za mwisho. Kwa hiyo kwa siku ya leo hii game itakuwa ni ngumu sana kuitabiri na itakuwa ni ngumu sana Lakini option zipo za namna mbili. Option ya kwanza unaweza kusema magoli yasifike 5. Kwa dakika 90 magoli yasifike 5. Lakini option nyingine ya pili unaweza kusema DC 1-2. Kati ya Leganes na Sevilla timu yoyote kupata ushindi. Yes, na hapo utakuwa umenielewa. Tukija game nyingine, game ya 8 itakuwa ni kati ya Espanyol anamkaribisha Real Betis. Espanyol ya Hispania anamkaribisha Real Betis. Hawa jamaa wamekutana zaidi ya mara 24. Kwenye game 24 ambazo wamekutana ni kwamba Espanyol kapata ushindi mara 7, wametoka draw mara 7, lakini Real Betis amepata ushindi mara 10. Na pia ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za Espanyol ni kwamba Espanyol kwenye game 5 za mwisho ameshinda game 3, ametoka draw mara 1, amepoteza mchezo mmoja tu. Pia ukijaribu kuangalia kwa Real Betis game 5 za mwisho, yeye ameshinda game 3, ametoka draw game 1, amepoteza mchezo mmoja tu. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka hapo unaona wote wamebalance, wote wameshinda michezo 3, wamepoteza mara 1, wamedraw mara 1. Kwa hiyo kwa siku ya leo kupitia takwimu ambayo nimekupa, unaweza kusema Real Betis ashinde au atoke draw. X2. Maana yake Real Betis kushinda au kutoka draw. Tukija game ya 9 itakuwa ni kati ya Go Ahead Eagles akimkaribisha AZ Alkmaar. Hizo zote ni za Netherlands, Uholanzi. Yes. Tukijaribu kuangalia katika game ambazo wamekutana, hawa jamaa wamekutana zaidi ya mara 14. Kwenye game 14 ambazo wamekutana, Go Eagles amepata ushindi mara 1, wametoka draw mara 3, AZ Alkmaar amepata ushindi mara 10. Na pia ukijaribu kuangalia kwenye game 5 za mwisho za Go Ahead, yeye kwenye game 5 za mwisho amepata hajashinda game yoyote, ametoka draw mara 4, amepoteza mchezo mmoja. Na pia ukijaribu kuangalia kwa AZ Alkmaar kwenye game 5 za mwisho, yeye amepoteza game 2, ametoka draw mara 3.
Kwa hiyo ukijaribu kuangalia trend ya game zote mbili unaona kabisa ni ngumu game ya leo. Lakini kwa siku ya leo option ambayo ipo unaweza kusema kwamba Eziel Kamali apate goli. Yes, hiyo hapo ni option ambayo itakuwa ni nzuri zaidi kwa siku ya leo. Sema Eziel Kamali over 0.5 apate goli. Au option nyingine ya pili unaweza kusema Eziel Kamali kushinda au kutoka draw. Yeah. Ukija game ya 10 itakuwa ni kati ya Sparta anamkaribisha 20. Sparta anamkaribisha FC 20. Ukijaribu kuangalia katika game ambazo wamekutana, hawa jamaa ambazo wamekutana zaidi ya mara 20. Kwenye game 20 ambazo wamekutana, Sparta amepata ushindi mara 7, wametoka draw mara 7. Sparta amepata ushindi mara 4, wametoka draw mara 7. FC 20 amepata ushindi mara 9. Na ukiangalia katika game 5 za mwisho za Sparta, yeye kashinda game 4, ametoka draw mara 1. Na pia ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za FC 20, yeye ametoka draw mara 2, amepoteza mara 3. Kwa hiyo kwa siku ya leo game itakuwa ni ngumu kutokana na kiwango kibovu ambacho amekionyesha FC 20 kwenye game zake za mwisho. Lakini kwa siku ya leo unaweza kusema kwamba FC 20 apate goli. Hiyo ni option ya kwanza. Unaweza kusema FC 20 over 0.5, lakini option nyingine ya pili unaweza kusema over 1.5 kwamba dakika 90 zitoe magoli mawili. Hapo naweza kama umenielewa. Tukija game ya mwisho kabisa itakuwa ni kati ya Augsburg akimkaribisha Ostel Kieli. Ostel Kieli huyu amekuwa ni mzuri sana kwenye ufungaji na pia Augsburg ni mzuri sana kwenye ufungaji. Lakini wote kwenye ufungaji wao uko vizuri, lakini kwenye cruise pia wako vizuri. Na Ostel Kieli mpaka sasa hivi ameshuka daraja kama inavyofahamika akiwa mtu wa mwisho. Kwa siku ya leo wanaenda kukutana na Augsburg. Hao jamaa wamekutana zaidi ya mara 2 tu msimu wa kwanza na msimu wa pili, ambapo kwenye game 2 kila mtu ameshinda game moja. Kila mtu kapata ushindi mara moja. Na game ya mwisho Ostel Kieli aliweza kumpiga Augsburg goli 4-1. Lakini kwa siku ya leo ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za Augsburg, yeye kwenye game 5 za mwisho Augsburg amepata ushindi mara 1, ametoka draw mara 2, amepoteza michezo 2 Augsburg huyo. Tukija kwa Ostel Kieli game 5 za mwisho ameshinda mchezo 1, ametoka draw mara 2, amepoteza michezo 2. Hii inakuonesha jinsi gani mchezo wa leo utakuwa ni mgumu. Lakini kwa siku ya leo option zipo mara 2 ambazo nataka tuende nazo. Option ya kwanza unaweza kusema Augsburg apate goli, lakini option ya pili unaweza kusema full time magoli yapatikane mawili. Yes, option ya kwanza Augsburg kupata goli, na option ya mwisho unaweza kusema magoli yafike mawili. Yes, asanteni sana kwa siku ya leo. Na pia kama hujajiunga katika group langu la WhatsApp, ingia pale Instagram, kuna link nimekuwekea pale, ibonyeze, itakupeleka moja kwa moja hadi kwenye group langu la WhatsApp. Huko ndo nitakapokuwa natupa tips na itakupa urahisi wewe ambaye aukai online muda mwingi kupata taarifa pale nitakapokuwa na post. Link ipo kwenye Instagram, bonyeza pale itakupeleka moja kwa moja mpaka kwenye channel yangu ya WhatsApp. Asanteni sana, na pia kama hujasubscribe, usahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya kengele hapo chini. Na pia ingia katika page yangu ya TikTok, Instagram, pia ni follow kwa jina la Liwata. Asante sana na wapenda sana.